Sasa kama baba alikurithisha kampuni na ukaipokea kwenye maisha yako na ikawa ya kwako na ukala matunda yake, je, vya rohoni je? Hauwezi ukarithi? Bwana Yesu asifiwe. Vya rohoni tunaweza tukarithi. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukarithi tabia, ukakataliwa, ukachukiwa, ukawa masikini. Unaweza ukarithi tabia ya ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mtoto wanasema hivi, mtoto mwana mpumbavu ni taji ya nani? Kwa maana kwamba hii tabia inatoka kwa nani? Kwa mama. Umerithi. Manake tunaweza tukarithi maisha yasiyofaa kwa wazazi wetu kama waliishi maisha ya dhambi. Maana maandiko nasema utavuna ulicho. Sasa kama mzazi wako alipanda mabaya, atavuna stamka, atavuna mabaya. Kwa hiyo utarithi mema kwa wazazi wako kama alipanda mabaya. Maana kama alipanda mabaya na utarithi mabaya. Sasa hapa anasema namna pekee ya kuvunja dira na vifungo vya uovu kwenye maisha ni kuisikizisha sauti yako juu na kuwasaidia walioonewa. Haleluya. Kuwasaidia walioonewa. Huku unamlilia Mungu. Manake tafuta sana kumlilia Mungu kwa habari ya vifungo vilivyokufunga katika roho, lakini huku unatoa na sadaka. Ala, kuna mtu hajanielewa? Kuna mtu anaomba miaka yote hajawahi kutoka kwenye shida alionayo. Anadhani maombi tu yanatosha. No, anasema na kutoa sadaka za kwa kuwajali wahitaji. Kwa kuna kifungo kingine ufahamu wake ni sadaka tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unatokaje kwenye agano la urithi? Unahitaji ufahamu. Haleluya. Damu ya Yesu inanena mema kwa wenye ufahamu. Ilikuja kukomboa watu wote. Lakini angalia ukienda duniani ni wangapi wako kwa Yesu? Damu ya Yesu inanena mema kwa ulimwengu. Lakini ni wangapi wamemkiri Yesu wako duniani? Ni wachache. Wengi wako duniani hawataki kusikia habari. Why? Ufahamu juu ya agano la urithi wa milele, urithi uzima wa milele kupitia Kristo hawajui. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa katika roho ile agano limekwisha kuachiliwa. Ukikubali tu unarithi. Sasa nikuulize swali moja. Kama Yesu anasubiria mtu akubali alafu arithi,